Vipi kaka? Fresh. Mbona umepoa sana, uchawi nini? Mimi sijapoa tu. Upo tu? Yeah, nipo tu. Vipi ulimfuata ni nani ule Sogobo? Wala sikufanikiwa kwenda tena. Niliahirisha kabisa ule mpango. Shida nini sasa? Wewe usema unamfuata Sogobo. Kwa shida huioni. Yaani baada ya kukutana na wewe tu, yale maneno ukaniambia mpaka leo. Yaani nimejikuta kabisa moyo wangu mimi umevunjika kumsaidia ule mshikaji. Yaani kama moyo wako na ukataza mwanangu. Shukuru Mungu. Inasikitisha sana. Yaani watoto wadogo wachawi. Na sijui mnapata faida gani? Jasmine, unamaanisha nini? Unajifanya ujui. Kama kaka yako mchawi, wewe utakuwa salama. Yaani mmewapoteza ndugu zenu kama takataka. Ujue mimi nakuheshimu. Nakuheshimu sana. Kwa hiyo tusivunjiane heshima. Huyo ndugu yangu naye mzungumzia wewe. Mimi sihitaji hata kumuona. Majuzi kati hapa nimekuja kukutana na ndugu zangu waliopotea muda mrefu. Na wameshakuwa msukule. Huna lolote, acha kujitetea. Hapo unajitetea tu na kujikosha. Ila nyie ni wachawi. Jasmine, mimi sijui chochote. Mimi ni mtu mwema, mimi sio mchawi. Kwa hiyo unataka kuniambia ujui chochote? Kuna malaika mkali. Endelea hivyo hivyo, kwani moyo wako ukuzuie na wewe usiende. Kaenda kwa adui, uliisha. Yaani ile siku, mbona nikuonea huruma mwanangu? Ila yule mshikaji anapata shida mwanangu. Sio anavyohangaika anateseka yule bro yule. Kayataka. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Sema unajua nini mwanangu? Yanga kaita kocha mpya mwaka huu hatari. Lazima ni beti. Umeanza mambo yako. Mimi ile michongo nayo mchongo wa kupiga hela tu. Tupige mishi tukapiga hela. Naambia baadhi ya mipira. Mimi na mpira pena wapi? Mimi nakupa deal. Twende tukafagie kwa adui. Acha mambo yako na. Si tunaenda kwa adui? Siwezi kwenda. Siendi. Fresh mwanangu mwana, hamna shida, si tupo. Ndio, mimi sijui chochote. Na isipokuwa kwa mara ya kwanza nimekuja kukutana na ndugu zangu washakuwa miskule. Miskule? Ndio. Sasa nisikilize. Kaa mbali na kaka yako. Kwa sababu ukimfuatilia basi nawe utaingia matatizoni. Kwa sababu kakako ni mtu mbaya. Ndio, nimekuelewa Jasmine. Nitakaa naye mbali. Haya, mimi ngoja niwahi nyumbani. Sawa, ila fuata ushauri wangu. Tumelanje Botela Kosto Mukohinga Turuga Mplika Solola Tumelanje Botela Kosto Tumelanje Botela Koso Tuplika Kosafe Tumelanje Tusega
niishi hapa ndugu zangu nyumbani. Sawa. Lakini kuna jambo nilitaka kulisahau. Jambo gani? Pale nyumbani kuna watoto wawili. Ni watoto wa dada yake na Najma. Lakini yule mdogo kuna mambo ameniambia, yani mpaka amenitisha. Maneno gani hayo tena? Amesema ataka kunisaidia nihame. Lakini kila nikimwangalia naona akili za kitoto. Yule bado mtoto. Nahisi kama vile ananitania. Unajua, wanasema watoto ni malaika. Wenda kuna vitu anaviona yule mtoto ambavyo nyinyi watu wazima mnashindwa kuviona. Mpe muda, afu jaribu kumsikiliza. Nini anachosema na nini anamaanisha. Kama anazungumza utoto, basi utaona utoto wake. Tumilanje! Tumilanje! Botora kosa! Botora kosa! Come vanje! Kosa hai! Duplica! Ahova! Botora koso! Botora koso! Botora koso! Samba de go. Uhena go. Kungabe. Samba de go. Uhena go. Kungabe. Mpe muda, msikilize. Asijui kwa nini moyo wangu unakuwa mgumu kumwamini yule mtoto. Kila nikijaribu kumwamini, moyo unanigomea kabisa. Kwa sababu unamchukulia mtoto. Yaani sababu yeye ni mtoto na bado akili zake pia unazielekeza za mtoto. Lakini fikiria maneno anazungumza sio ya kitoto. Kwa nini aje tu afa kwa mimi anataka kukusaidia uondoke pale? Ushawahi kuzungumza naye kuhusu matatizo ya pale? Lakini kweli sababu mtoto mdogo kuongea maneno mazito kama yale inakuwa sio rahisi. Basi mpe muda. Sawa. We dada, ina maana
alichokifanya mtoto wa kaka yako ndicho unakiona kiko sawa kuliko yale niliyofanya mimi, si ndio? Siku zote uchungu wa mwana ujuae mzazi. Siwezi kumwacha mwanangu ateseke siku zote aliyakuwa na uwezo wa kumsaidia. Kwa hiyo wewe ni shirika la msaada. Kosave Mahimba Pahumba kosa lako kuja kutibia yule kijana kabla kujienda kumaliza kazi yako. Ungemaliza kazi kwanza, halafu kaja kutibia. Wewe umeanza kutanguliza kitu cha mwisho kuwa cha kwanza. Kosave Mahimba Pahimba. Kosa lako la pili, umekosea maizangu. Nilikwambia wakati wa kumwagia dawa lazima utangulize mguu wa kushoto mbele, na ukishamaliza kumwaga dawa mguu wa kushoto urudishe nyuma, alafu uanze hatua mguu wa kulia. Wewe ulitanguliza mguu wa kulia, urudisha nyuma, ukatanguliza mguu wa kushoto, na ndio maana mita yote. Kosave Mahimba. Na vipi kama utalivaa wewe vazi la maumivu? Mimi sio shirika la msaada. Siwezi kumsaidia kila mtu. Ila mwanangu nina uwezo wa kumsaidia kwa sababu yule ni mwanangu. Ingekuwa bora kama ungelivaa wewe vazi la mateso ili kuwasaidia wale wote wenye maumivu. Unalionaje hili? Ni bora nivae mimi kwa sababu nishakuwa mtu mzima. Lakini yule bado ni mdogo. Kwa hiyo siwezi kukuogopa. Na pia muumbaji wa kila kitu ni Mungu peke yake. Sasa acha mvua inyeshe ili tuone wapi panapovuja. Unaweza ukaenda. Wakati mwingine unatakiwa uwe makini sana, kwa sababu hii ni safari nzito ambayo tunapitia. Nyosha mkono kushoto. Nimekupatia hiyo pete. Huo ni ukumbusho wako pale utakaposahau. Na pia hiyo ni kinga kwako kipindi ukiwa kwenye mapambano, na utakapozidiwa nguvu, iombe pete itakupatia nguvu na utaweza kushinda.
Afadhali sana kukutana na wewe. Maana siku nyingi sana nilikuwa nawaza nitakuona lini. Ila leo nimekuona. Nashukuru. Sizunguke sana. Vipi kwanza kuhusu jibu langu lile? Hivi upo sawa kweli? Unajielewa? Hiyo jua lote hili, kivuli hata hamna. Alafu ndio kusimamisha watu kuwasumbua kweli? Acha dharau zako hizo. Mara ngapi mimi nikwambia nakuelewa, nakupenda. Achana na kitambi yule. Njoo kwangu tufanye malengo. Karibu mrembo. Mimi nakuona wewe kazi za kufanya una. Cha kukushauri labda, pandisha pale juu, utakuta baba tofali. Nenda kabeba tofali angalau upate hela kidogo, upate kula, akili yako ikae sawa. Hivyo unavyoona na mimi kubeba matofali? Sio una nini? Mimi na issue zangu. Au nikugeshi ngapi hapo uone kwamba kweli mimi na hela? Sasa tuachane na hela. Haya we, safari yako. Bwana mama, mimi nina haraka kweli, nina jambo langu. Jambo gani mtoto mdogo wewe najua lote hili? Kuna sehemu mama naenda, nawahi. Ila nitawahi kurudi, acha niende. Wewe na kuangalia hizo tabia zako hizo. Hayo mambo unayofanya, au matatizo unayotafuta. Sitaki unitie eka. Mimi nakupenda, nataka tufanye malengo. Jua wewe mlengo. Alafu moyo wako una injury. Mimi naziba pancha ya mioyo. Una hela gani ya kunipa mimi? Hapo mwenyewe ulipo hata ujiwezi. Huna hata chochote unachokimudu. Wewe ni mtoto wa mama, afu mimi sitembea na watoto wadogo. Sijui umenielewa. Mtoto mzuri kama wewe. Njoo kwangu. Unanichekesha sana. Sikiliza nikwambie. Hebu nenda nyumbani. Kakae kwanza ujifikirie. Ujue nini unataka kufanya. Afu bado ni mtoto mdogo sana. Yaani bado hujakua. Hujamaliza michezo ya kitoto. Nenda nyumbani kacheze mako na kusubiria. Mimi mtoto kwa hiyo vipi? Sikiliza usinisumbue. Na mambo mengi ya kufanya. Tena usinipotezee muda wangu. Naomba utembee uende. Sifanye hivyo basi. Kwa ndo umenuna kabisa. Hebu na wewe uende bana, usinipige makelele. Hebu kwenda. Njoo kwangu hata siku moja ubadilishe hata kijola hiko. Alafu hilo juba hilo la kufaa mdogo wako. Unaje nikikupa hiyo bana? Kwenda zako. Kwani shida nini mama? Si uendelee na kazi zako. Mimi naenda, nitawahi kurudi. Shida nini Mamako naye alikuwa hivyo hivyo. Sasa wewe endelea, kitakukuta kama kitongoza mamako. Nisikilize mama, akinikuti chochote, naenda, nawahi kurudi, mambo mengine ataendelea. Sasa nasemaje, ingia ndani. Bwana mama, baadaye.